mazoea hujenga tabia. Sawa sawa wapendwa? Lakini tukirudi pia kwenye uraibu, tumesema ya kwamba ni vile vitu ambavyo tumezoea kuvifanya kiasi cha kuingia kwenye hali ya sisi kuwa tegemezi kwa hivyo vitu. Si ndio hivyo wapendwa? Sasa tabia ni mazoea, lakini uraibu nao umetokana na nini? Na mazoea. Utofauti unakuja wapi? Kwenye tabia unajikuta wewe yani hauko tegemezi kwa hicho kitu. Lakini kwenye uraibu ni mazoea ambayo umeingia kwenye hali ya kuwa tegemezi, ya kwamba bila kupata hicho kitu siku yako wewe haiendi sawa. Sasa chanzo cha uraibu ni kipi? Nakwenda kujibu swali la 4. Tunaendelea kwenye yale maswali ambayo niliwaambia mwanzo. Nina spidi kidogo kwa sababu muda wangu ni mchache sana. Chanzo cha uraibu hasa ni mazoea. Nini wapendwa? Narudi pale pale. Kuna fungu moja Biblia inatuambia kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote unaofanyaje? Kuliko vyote ulindavyo. Kuna vitu vya msingi tutaona hapo mbele. Sasa yako mazoea mbalimbali ambayo tulianza taratibu. Yaani tulianza kama utani. Inawezekana ukaanza kitu au ukafanya kitu kwa lengo aidha la kukwepa maumivu fulani au la kukwepa hali fulani sio sawa. Nikupe mfano rahisi. Kuna watu wameanza kutumia vitu fulani wakiamini ya kwamba vitanisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Mfano, kuna watu walianza kutumia pombe, bia, baada ya kuona mambo ni mengi kwenye ndoa, akaona sasa mke wangu atakuwa bia na yule wa nyumbani atakuwa side chick. Alianza taratibu akiamini ya kwamba ndipo anakwenda kupata solution. Na inawezekana ya kwamba kwa hatua ya kwanza alipoitumia akajisikia vizuri, akaendelea tena. Kuna swali tutakwenda kujibu hapo mbele. Kwa hiyo chanzo halisi cha uraibu ni mazoea ambayo sasa tumejikuta tukifanya kwa lengo ya kukwepa maumivu fulani au hali fulani sio ya kawaida. Tunafanya hivyo ili angalau kujisikia tuko vizuri. Mfano mwingine kama huo ambao nimetolea mwanzo kwa habari ya usingizi, ya kwamba ninakosa usingizi, sasa nawaza ili nipate usingizi, hebu ngoja nijaribu kunywa kahawa. Na unafanya hivyo ukiamini ya kwamba hii nakunywa kwa leo tu kwa sababu nimejisikia hivi. Lakini unapokunywa kwa leo tu, kuna vitu tutakwenda kuona hapo mbele pia, ndipo utakapoingia kwenye hali ya kujikuta unataka tena. Na matokeo yake sasa unaingia kwenye hali ya wewe kuwa controlled na hiyo kahawa badala ya wewe kuicontrol hiyo kahawa. Ilikuwa mechanism fulani nimeiweka hapo, anyway ngoja tuone kwa ufupi inatokeaje. Kwenye ubongo au kwenye akili kuna vitu fulani huwa tunaviita, sema imegawanyika katika makundi mawili. Kimombo wanaita kuna conscious mind na subconscious mind. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kuna hivi, mind ni ubongo ni akili? Watu wa Mungu, mind ni ubongo ni akili? Huku nimeambiwa ubongo, huku mnasemaje? Na akili? Exactly. Mind ni akili. Sasa wapenda. Anyway, akili na ubongo pia havitofautiani sana. Tunapozungumzia akili kwa asilimia kubwa tunazungumzia application ya ubongo. Sawa sawa wapendwa Kwa hiyo ni vitu ambavyo havitofautiani sana. Sasa kwenye akili sasa imegawanyika. Kuna niseme akili ambayo inahusika na kudhibiti matendo yaliyo ya hiari, ambayo hii kwa lugha rahisi naweza kusema kama ni conscious. Kwamba yani ni vile vitu ambavyo unavifanya ukiwa na ufahamu wako kwamba navifanya kwa kuamua mimi mwenyewe na nina uwezo wa kujizuia nisifanye. Ngoja nikupe mfano mdogo rahisi. Fumba macho hapo ulipo. Basi fumbua. Haya, na kuhamisha kidogo. Hapo hapo ulipo. Usimamishe moyo wako. Mwambie uache kudunda. Nani amefanikiwa atupungie hapo? Jamani, hakuna hata mmoja aliyefanikiwa kusimamisha moyo wake.
hapo utakuwa umegundua ya kwamba kuna vitu ambavyo unaweza ukavifanya, yani viko kwenye udhibiti wako, kama hiyo ya kufumba macho au kutofumba macho. Lakini tumeona hiyo issue nyingine ya kuusimamisha kuusimamisha moyo, ambayo wote tumeshindwa, ambayo hiyo iko nje ya udhibiti, ambao sasa haya matendo ya mfano moyo pamoja na mapafu, vipo na viungo vingine, yenyewe kwa asilimia kubwa yanadhibitiwa, naweza kusema, na sehemu ya ubongo inayohusika na matendo yasiyo matendo yasiyo ya hiari. Sasa unapokuwa unafanya hicho kitu, leo ukafanya, kesho ukakirudia, kesho kutwa ukakirudia, inafika wakati ubongo unakiingiza hichi kitu kwenye subconscious mind, na kitakapoingia huko, inafika wakati kitakulazimu kufanya hata kama wewe hauko tayari kufanya. Mfano mwingine huu rahisi, kuna watu wao wanatumia visimu vibatani hivi, na ni mafundi kweli wa kuchati, kiasi kwamba inawezekana akashika simu yake hivi vibatani, ikawa huku na yeye ameangalia huku, na akaandika message ndefu tena kwa haraka bila kuangalia, na akawa na uhakika ya kwamba hapa nimekosea, akawa na uhakika ya kwamba yani nilichokiandika ni sahihi kile, na hata ukifuatilia utakuta hajakosea hata kidogo, kwamba palipo na K kabonyeza K, palipo na X kabonyeza X, lakini hakuwa ameangalia kwenye ni hayo. Narudi kwenye mazoea. Kwa hiyo hicho kitu utakapozoea kikaingia kwenye subconscious mind, kikawa sehemu ya maisha yako, itafika wakati sasa kila utakapojisikia hali ya tofauti, ubongo, ile sehemu ya subconscious mind itakukumbusha, brother, kuna siku ulijisikia hali hii, lakini ulipojisikia hali hii ya tofauti ulitumia bangi, na ulipotumia bangi ukajisikia vizuri. Kwa hiyo wazo linalokuja moja kwa moja hapo ya kwamba, brother, nenda kachukue tena kete ya bangi uitumie kidogo, kachukue tena energy uipige kidogo, ili uendelee kujisikia ili uendelee kujisikia vizuri. Lakini swali lingine tuliuliza, kwa nini kila mtu ana uraibu wake? Kimsingi, ili mimi nijibu kwa ufupi tu, kila mtu ana uraibu wake kwa sababu Yakobo 1:4 anasema ya kwamba kila mtu anajaribiwa na tamaa yake yeye mwenyewe, na hapo ndipo utakapokuta ya kwamba huyu ana uraibu wa hiki na huyu ana uraibu wa hiki. Pale aliposhinda Yusufu, ndo pale alipoanguka Daudi. Sawa sawa wapendwa, Kwa hiyo kila mtu ana uraibu wake, huyu wa movie, huyu wa pombe, huyu wa TikTok, huyu wa Instagram, kulingana na tamaa yake ilipo, kama Yakobo 1 anavyotuambia kwamba kila mtu hujaribiwa na tamaa yake. Kwa hiyo shauku yako ya ndani ilipo hasa, mara nyingi ndipo ambapo huwa tunazama kwenye huo uraibu, na hapo kwa asilimia kubwa huwa inategemeana sana na kiwango fulani cha homoni kinachoitwa dopamine, ambacho chenyewe kinahusika zaidi na habari ya kujisikia furaha au habari ya kujisikia uko sawa. Kwa hiyo unapotumia hicho kitu inategemeana ikiwa hicho kiwango cha homoni hiyo ya dopamine ambayo nimeisema itamwagwa kwa wingi na ukajisikia furaha zaidi, hicho kitu ambacho umekitumia rekodi zake zinatunzwa kichwani, kiasi kwamba sasa utakapojisikia tena hali ya tofauti utakumbushwa kwamba kuna kitu fulani ulikifanya nikajisikia niko vizuri zaidi. Na ndiyo maana inaweza ukawa una stress na ukajaribu kutumia njia tofauti. Ya kwanza aidha kunywa gongo lakini ikashindwa kufanya kazi, lakini baadaye ukajaribu labda njia nyingine huenda ikashindwa kufanya kazi. Unaweza ukajaribu karibia 5 afu ukashangaa ya 6 ya 7 ndio ikaja ikakufiti zaidi na ukajikuta unazama kwenye hiyo. Shida iko wapi? Ndio hiyo, kila mtu anajaribiwa na tamaa yake, lakini hasa kiwango cha hiyo homoni ya dopamine ambayo inamwaga, ambayo mwisho wake inakufanya ujisikie furaha zaidi. Kwa ni hivyo, kwa mtu ambaye tamaa yake iko hasa kwenye ngono, huyu sio wa kumjaribu kumtega. Ukimtega tu umeisha.
Lakini kwa mtu ambaye uraibu wake upo kwenye ulevi, huyu hata akiona kizibo cha bia anachanganyikiwa. Hata akiona tu chupa ya bia aliyokutanayo barabarani, hata kama alikuwa na mpango wa kuacha kabisa uraibu, huyu mtu anavurugwa na atakwenda kuitafuta hiyo bia ilipo. Kwa hiyo kila mtu ana udhaifu wake kulingana na tamaa yake.